Kuna sababu kadhaa zinazoweza kumfanya mama mjamzito kuona siku zake au kubleed wakati wa ujauzito. Kuna baadhi ya sababu zinaweza kuwa za kawaida tu zisizoleta madhara kwa ujauzito, na kuna baadhi ya sababu ni hatari zinazoweza kuhatarisha ujauzito. Kitendo cha kubleed wakati wa ujauzito ni moja ya dalili ya hatari kwa mjamzito. Ni muhimu kuwahi kumuona daktari kwa uchunguzi zaidi pindi unapoona dalili hiyo. Wataalamu wa afya watakusaidia kujua kama ni hali ya kawaida au si hali ya kawaida. Hii itakusaidia kama kuna changamoto yoyote kwenye ujauzito wako kusaidika mapema. Unapokutana na hali hii, huna haja ya kupaniki. Kuwa mtulivu kabla ya kwenda kukutana na wataalamu wa afya. Takwimu zinaonyesha asilimia kubwa ya wajawazito waliopata hali hii waliendelea kuwa na ujauzito wenye afya na kujifungua pia mtoto mwenye afya. Ni jambo la kawaida kwa mama mjamzito kubleed au kuona siku zake, hasa katika kipindi cha mwanzo cha ujauzito kwenye miezi yake mitatu ya mwanzo. Kuna wakati damu hutoka kama vitone vidogo sana vya damu, unavyoweza kuviona kama vitone vya pinki, vyekundu au rangi ya kahawia kwenye nguo yako ya ndani. Vitone hivyo ni vidogo sana ambavyo haviwezi kulowanisha nguo yako ya ndani. Pia kuna wakati damu inaweza kutoka mfululizo kiasi inaweza kukufanya ulazimike kuvaa taulo za kike kuzuia kulowana kwa nguo yako ya ndani. Hizi ni baadhi ya sababu zinazoweza kusababisha mjamzito kubleed kipindi cha mwanzo cha ujauzito. Yai kujishikiza kwenye kuta za mfuko wa kizazi. Baada ya yai la kike kurutubishwa na mbegu za kiume, hushuka mpaka kwenye kuta za kizazi. Huchimba kuta hizo ili kujishikiza kwa ajili ya ukuaji wake. Hali hiyo inaweza kusababisha mjamzito kubleed au kutoka vitone vya damu. Mabadiliko ya homoni mwilini. Katika kipindi cha ujauzito kuna baadhi ya homoni zinaongezeka mwilini kwa sababu ya ujauzito. Mabadiliko hayo ya homoni pia yanaweza kusababisha mjamzito kubleed. Mabadiliko kwenye shingo ya kizazi. Kutokana na maandalizi ya mfuko wa kizazi kupokea na kutunza mimba, yanaweza kusababisha mabadiliko pia kwenye shingo ya kizazi, hali ambayo inaweza kusababisha bleed kwa mjamzito. Mimba kutunga nje ya kizazi. Mimba kutunga nje ya kizazi, kama vile mimba kutunga kwenye mirija ya kizazi badala ya kwenye mfuko wa kizazi. Hali hii inaweza kuhatarisha maisha ya mjamzito kama hatapata matibabu ya haraka. Mimba zabibu. Baada ya yai la mwanamke kurutubishwa, hutengeneza viuvimbe ambavyo vinafananishwa na zabibu badala ya kutunga kijusi. Damu kuvijia kwenye kuta za kizazi. Damu iliyovijia kwenye kuta za kizazi inaweza kutoka yenyewe bila kusababisha shida yoyote kwa mjamzito. Vinyama kwenye shingo ya kizazi. Baadhi ya wajawazito wanakuwa na vinyama kwenye shingo ya kizazi. Vinyama hivyo vinaweza kutoa damu baada ya mabadiliko ya homoni, hasa kuongezeka kwa homoni ya estrogen. Maambukizi kwenye kizazi. Kama mjamzito ana maambukizi kwenye kizazi, hasa magonjwa ya zinaa kama vile chlamydia na gonorrhea, pia kama ana maambukizi kwenye njia ya mkojo, inaweza kusababisha kutoka kwa damu kidogo kwa mjamzito. Mimba kuharibika. Bleed wakati wa ujauzito inaweza kuwa dalili ya mimba kuharibika. Huanza kwa kutoka damu kidogo na baadaye huongezeka mpaka kutoka damu nyingi na nzito. Hizo ni sababu za mara kwa mara ambazo zinaweza kusababisha mjamzito kuona siku zake au kubleed kipindi cha mimba changa. Kuna sababu za kawaida ambazo hazina madhara kwa ujauzito, na kuna sababu nyingine zina madhara kwa ujauzito na hata kuhatarisha maisha ya mama mjamzito. Unapoona hali hii ya kutokwa na damu, ni muhimu kuwahi kituo cha afya kwa uchunguzi zaidi.